Kama wewe tume iliyokujengea msingi ni ya Chande inavyosema, kwanza aliyeiunda mwenyewe anapaswa yeye ndiye achunguzwe na serikali yake, lakini yeye akaunda bila kushirikisha watu wengine wote, akaunda hiyo tume. Tume yenyewe hiyo ya Chande inakuja na ripoti inasema, tena ripoti hatujaiona, taarifa tu. Ripoti alisema ni ya kwake mwenyewe, kwa hiyo hakuna anayejua nini kiko ndani ya ripoti hiyo. Taarifa inasema wanatekwa kwa sababu ya mapenzi. Sasa kama Chande alishasema watu wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, hii tume hii anayoiunda huyu mama itapata ukweli? Kwa sababu tangu mwanzo msingi wenyewe umejengwa wa tope, unasema ujenge nyumba ya ghorofa. Sisi Chadema tulishasema hatukubaliani na hiyo tume, na tulianza na tume ya Chande, na tunasema na hii tume hatukubaliani nayo, na matokeo yake yote ni feki. Wangapi natunga mkono kwenye hilo? Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Nimesoma taarifa. Kuna chama kimoja cha upinzani kutoka Namibia kimetoa statement. Kuna chama kingine, vyama viwili, taarifa mbili za watu wa Namibia wakimtaka jaji wao ajitoe, kwa sababu wanasema huwezi kwenda kwenye tume ambayo anayeiunda ndiye anatumiwa, huwezi kupata ukweli. Tutaizungumza katika hatua za baadaye. Lakini hebu jiulize, hivi unawezaje kwenda kuchukua jaji Uganda ambako Museveni amekuwa kama Nkurunziza, yuko madarakani miaka 47. Museveni ndio mkuu wa Nkurunziza, ana miaka 80 si 90, ameng'ang'ania madarakani, anashikiliwa mkono, anaenda hivi kukaa kwenye kiti. Uganda ambayo ina tume ya ina mahakama ya hovyo. Mpinzani mkuu wa Museveni amekimbia nchi, Bobi Wine. Mzee Kizza Besigye yuko ndani, anaelekea kufa leo, ni miaka 2, yuko ndani, hali yake ni mbaya kwa sababu ya majaji na mahakama ya hovyo ya Uganda. Alafu tunaenda kuchukua jaji kutoka Uganda, anakupa Museveni eti aje kuchunguza hapa Tanzania. Wameogopa hata kwenda Kenya hapo, kwa sababu Kenya jaji angeonekana huyu ni nani na angefanyiwa scrutiny. Nani atakubaliana na ushenzi huo? Nyie mnakubaliana na hayo? Yaani jaji achukuliwa Uganda, maana yake wanataka kutengeneza wanatengeneza impression kwenye jumuiya za kimataifa, Commonwealth, ICC, kwamba tumeshaanza kujichunguza na tumehusianisha na watu wa kimataifa. Watu wa kimataifa ni hao wa Uganda, ambao mtoto wa Museveni ndio ana control mahakama, anaiambia funga huyo usifunge, huyu mkamate, huyu. Watanzania mko tayari kwa hilo? Mimi siko tayari. Sio, tuko tayari. Chama chetu kisha toa msimamo kwamba hiyo tume ya Chande yenyewe iliyojenga msingi haikubaliki, iliteuliwa na mtu ambaye hakubaliki. Kwa uwezi leo kuja kujenga kitu cha hovyo juu ya kitu ambacho tayari kimekosewa kwenye kujenga. Ndugu zangu, watu wa Roli, tunataka kujenga siasa za matumaini. Kwa nini tunatakiwa tupiganie siasa mpaka tone la mwisho tubadilishe nchi hii? CCM wameshindwa. CCM wameshindwa. Nasema uongo? Miaka 65 wameshindwa. Fikiria hivi, Roli ya hii ziwa liko hapa, ardhi ipo. Leo sisi tunaagiza mpunga, mchele kutoka Pakistan, mchele wa basmati kutoka Pakistan. Basmati. Mwaka jana tumeagiza mchele wa bilioni 530. Tunaagiza mafuta ya kura. 75% ya mafuta ya kura yanayotumika Tanzania yanaagizwa kutoka nje ya nchi. Tunaagiza, mwenzenu wamesema toothpick. Hebu fikirie, vijana wa Rorya, mna ardhi hapa, maji yako hapa. Serikali yenye akili
ingewatolea maji ziwani, ikawapa mashamba, ikawapa trekta, ikawapa mbegu bora, ikawapa mitaji, nyie mngekuwa mnalima mpunga hapa. Mpunga ni siku 90. Siku ngapi? 90 umevuna. Siku 90, miezi mitatu mpunga unavuna. Mpunga unachohitaji ni maji. Maji yako ziwani hapa. Unavuta maji, unaletea vijana wako, wanatengeneza mashamba, wanalima, wanajaza maji, wanakausha, wanavuna, wanapanda tena. Kwa mwaka mngepanda mara 4. Leo hizo hela zinazotolewa ndani ya nchi zinakwenda kuagiza mpunga nje. Zisingeenda nje, zingekuja kwenye mfuko wa kijana Roli hapa. Kwa hiyo wewe ungepata hela Roli hapo, umeuza mpunga wako, ungejenga nyumba, ungemwajiri huyu bwana fundi. Huyu bwana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza yule bodaboda amlete mboga nyingine. Bodaboda anakunywa mafuta kwenye kituo chako cha mafuta. Wewe unamwajiri yule mlinzi. Yule mlinzi ananunua kitanda kwa yule bwana anayechonga vitanda. Yule bwana ananunua ubao kwa yule anayetengeneza ubao. Pesa inazunguka miongoni mwenu. Leo pesa inatoka hapa inakwenda kuagiza mpunga nje ya nchi, inakwenda kutengeneza ajira wakati watu wako hawana ajira. Hivi nyie mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Sisi Tanzania unahitaji eneo la hivi tu kuwa na ng'ombe wa maziwa, na wewe ukawa unauza maziwa. Ukienda nchi kama Rwanda hapa tu, Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Mkoa wa Tabora una kilomita za mraba 35,000. Tabora ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Mnaelewa hivyo? Israeli, wangapi mnaisikia Israeli? Israeli si mnaijua, yule mbabe wa dunia, mara amepiga Lebanoni, amepiga Vietnam, amepiga nani, amepiga Irani. Si mnajua Benjamin Netanyahu? Mnajua saizi ya nchi yake? Sikuwa kilomita 23,000. Na ndio inaongoza kwa kuzalisha matunda mengi dunia nzima hii. Sasa hebu fikiria. Alafu mnaambiwa hakuna ajira. Sio kwamba hakuna kazi zinazoweza kuwafanya muwe matajiri. Tuna viongozi wajinga wasiokuwa na ubunifu, wanawaleteeni umaskini nyie, na wanakuja wanawaaminisheni kwamba kuna methali hizi za Kiswahili, aliyeko juu mgoje chini. Mpaji Mungu, kwamba huyu Mungu tunayemjua, mchungaji ile aliyetuombea ni kwamba mchungaji, Mungu ana upendeleo. Yaani kwamba Mungu huyu aseme Heche aendeshe gari nzuri, alale pazuri, alafu wewe ulale kwenye nyumba ya majani, usiwe hata na gari. Sasa Mungu angetaka tusiwe na mali, kwa nini alituweka kwenye nchi ambayo ina Tanzanite peke yake dunia hii? Kama Mungu alitaka tuwe maskini, kwa nini ametufanya tuwe nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani? Kwa nini Mungu ametupa makaa ya mawe, ametupa chuma, ametupa almasi, ametupa mbuga za ajabu? Kama Mungu alitaka tuwe maskini,